Wanaume wanatarajia nini kutoka kwenu nyinyi wanawake? Sawa. Sasa tunazungumzia saikolojia ya mwanamume, tuwaelewe wanaume vizuri kitu ambacho wanakitarajia. Cha kwanza kabisa ambacho mwanamume anatarajia kutoka kwa mke wake ni heshima. Sawa. Heshima. Cha kwanza anachotarajia mwanamke kutoka kwa mume wake ni mapenzi. Tofauti. Unataka umheshimu vipi mke wako kama umuonyeshi mapenzi? Bado. Lakini mwanamume hatarajii mapenzi, anatarajia heshima. Kitu cha kwanza kabisa. Na hapa kuna tatizo kubwa sana katika ndoa zetu. Mwanamume anatarajia kutoka kwa mke wake heshima kwanza kabla ya kitu chochote. Kuheshimiwa kwanza kama yeye ni mwanamume, ndio kiongozi wa familia. Hivyo ni vitu ambavyo mwanamume hayuko tayari kuviachia hata siku moja. Ukigombana naye katika hii sehemu, ndoa yenu haitakuwa na utulivu. Yaani ukawa wewe sasa unataka wewe uwe ndio kiongozi katika familia yani. Na yeye akuheshimu wewe, sawa, kama kiongozi akusikilize tu wewe, hii haiwezekani. Aghlab haiwezekani. Na Mwenyezi Mungu anasema rijal qawwamuna 'ala nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Haya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Wako wanawake sasa hivi wanapinga, wanaona kama aya hii inamkandamiza mwanamke. Hawa ni wale ambao wameathiriwa na fikra za kimagharibi. Lakini kimaumbile hasa tangu Mwenyezi Mungu alivyomuumba Adam na Hawa, mwanamume ndio msimamizi wa mwanamke. Bila kujua kama kuna dini zimeingia, kuna mafundisho, yani nature. Hata ukiangalia wale ambao hawaamini Mwenyezi Mungu, ukiangalia vitabu vyao vya historia walivyoviandika na picha zao na michoro ambayo wameichora, daima inaonyesha mwanamume yuko mbele, kashika mkuki, sio kashika nini, na familia yake iko nyuma. Akipambana na simba, anapambana mwanamume, anaitetea familia yake. Sawa? Tangia huko azali yani. Sio sasa hivi. Kwa hiyo tunasema Mwenyezi Mungu anasema rijal qawwamuna 'ala nisa, ni maumbile ndio yako hivyo, anataka hivyo. Na mwanamke anahitaji protection, ulinzi kutoka kwa aina hii ya mwanamume. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yao kuwafadhilisha wengine. Kila mtu ana fadhila yake. Wanawake wana fadhila zao, wanaume wana fadhila zao, na kila mtu aheshimu fadhila ya mwenzake. Wanaume Allah akawajalia kuwa ni viongozi ambao vile vile wanataka kuheshimiwa katika nafasi yao ya uongozi. Sawa? Bila kujali mwadilifu usio mwadilifu, lakini ile tu heshima kwamba huyu ni mwanamume, ni mume katika nyumba, ni kitu muhimu sana. Kumheshimu yeye mwenyewe binafsi na kumheshimisha mbele ya watu. Kumheshimisha mbele ya watu maana yake usimkashifu. Sawa? Na hii labda ni message kwenu nyinyi. Kwa sababu subhanallah, yani ukisikia mwanamke anapomzungumzia mume wake, of course anakueleza wewe shekhi, sio kashfa, anataka akueleze anaishi katika hali gani. Mpaka wewe shekhi unaona huyu mwanamume si katika sinfu ya wanadamu, inawezekana ni mnyama fulani hivi. Yani unamvua nguo zote yani, alafu unampakana kinyesi kabisa. Halafu ikipita baada ya wiki mbili wanakuambia shekhe, mambo yameisha. Sawa Sasa hivi uko kama uji na mgonjwa na nini na vitu kwa. Lakini wewe katika nafsi yako kuna vitu vimenata kuhusiana na yule mume. Umfahamu? Kama unamfahamu, maana yake unamshusha thamani, si ndio? Alosababisha wewe umshushe thamani nani? Wewe. Tubakitue na akiba ya maneno. Kumweleza mtu shida za mume wako ni vizuri, lakini usimvue nguo. Sawa? Usimvue nguo. Mwanzo sababu tabia zake sio nzuri na nini, mdhaifu kwa wanawake labda, au ni sababu kuseme nimemfumania na msichana wa kazi, sijui nilileta na hivi na hivi, nilimtoa kutoka sehemu fulani, ukaeleza na tafasiri na details zote za nini sasa?
Maki unamvua, unammaliza kabisa, si ndio? Wewe unashibisha hisia zako kwamba nimesema. Ukimaliza unafanya umetoa. Lakini umemvunjia heshima. Bakiza akiba ya maneno, huyu ni baba wa watoto wako. Sawa eh? Baba wa watoto wako. Kuna vitu viko, zungumzia yale mambo makubwa ambayo sio uingie ndani sana. Hii ni nasaha kwa sababu mimi napokea message hizo. Mpaka namwambia ukti samani, hebu punguza lugha kidogo. Umeona? Punguza lugha kidogo. Hapana, ndio yuko hivyo. Nataka umjue. Unaona? Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho mume anakitegemea kutoka kwa mke wake ni heshima. Kumheshimu yeye na kumheshimisha mbele za watu. Na hata kama nyumbani hali sio nzuri, kipato, sawa, saa nyingine mwanamume anahangaika hivi na hivi, anashindwa kukidhi yale mahitaji ya nyumbani. Na hali ya Watanzania wengi maskini wanahangaika. Sasa kila akija dada yako, mama, sijui nani, kifika tu pale, habari za hapa sasa, mama, hapa hata kukuazia siwezi. Hapa ninapokuambia, sawa eh? Yaani unammaliza kabisa yani. Sasa inakuaje, mnafanya nini na hivi na hivi na hivi. Wewe unaweza kudhania kwamba unaongea na familia yako, lakini unamvunjia heshima mume wako kwa familia yako. Kenda kumsalimia mama mkwe kule, salamu yenyewe inakuwa juu juu, wa alaikum salam. Je, ndio yule ambaye anashindwa kuleta chakula nyumbani. Sawa eh? Anashindwa hivi. Aliyosababisha ni wewe. Sengine wanakusimanga, sasa tulikwambia usiolewe nayo, ukimbele chako. Tulikwambia hana kitu chochote huyo. Na kweli najuta ningewasikia wakati ule. Kwa hiyo mnakaa mnammaliza mume, wewe ukidhani kwamba unafanya jambo zuri, lakini unamshushia heshima mbele ya familia yako. Sasa achilia hii kumvunjia heshima katika kadamnasi ya watu wengine. Na wale mashosti zako wanaokutembelea, sawa eh? Ukaelezea hapa unavyoona, usione hivi, tunaishi hivi, basi tu ni uvumilivu, sijui nani, inahusu nini kumwambia mtu mwingine mambo ya ndani. Na haya ni makosa makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha mtu ambaye anatoa siri ya ndani ya nyumba yake kuitoa nje. Kwa hiyo jambo la mwanzo heshima. Tujitahidi sana pamoja na matatizo tulionayo, lakini kadri unavyoweza wewe fanya wajibu wako wa kumpa mume wako heshima anastahili. Huo ni wajibu wako wa kwanza. Huo wajibu hauvunjiki, sawa, isipokuwa kwa vitu ambavyo tutaje kuviongea huko mbeleni.